Itakuwaje nikikwambia kuwa kuna gereza duniani ambapo ukiingia hautoki tena, na wala hakuna ziara za familia, hakuna kupiga simu wala kupigiwa. Yaani hakuna mawasiliano kati ya dunia ya nje na wewe ulioko ndani. Mara ukiingia tu utakuwa umepotezana nao maisha. Hakuna kupiga simu wala kupigiwa, hakuna mawasiliano ya aina yoyote, na wafungwa wake ni wale waliowahi kuamua nani aishi na nani afe. Yani ni wale waliohusika katika majanga makubwa ambayo hayaelezeki kwa kiasi cha kawaida. Leo ukiwa pamoja na Fahamu na Elewa TV utapata kujua historia ya gereza hilo na kufahamu kisa na mkasa, kwa nini watu hao wapelekwa kwenye gereza hilo, wale waliofanya matukio na majanga ya kutisha mno duniani. Gereza hilo linaitwa CECOT, gereza lenye ulinzi mkali zaidi duniani lililopo nchini El Salvador. Sasa na bila kupoteza muda, twende moja kwa moja tuangalie kisa na mkasa la gereza na watu wake. Gereza hili lijulikanalo kama CECOT, yani kwa kirefu chake Central de Confinamiento del Terrorismo, lililojengwa mwaka 2022 Machi na kukamilika mwaka 2023, miaka miwili iliyopita. Sehemu ya state of emergency dhidi ya magaidi na magenge hatari kama MS-13 na Barrio 18. Jela hii haikujengwa kama nyumba ya kawaida, bali ni fortress yenye uwezo wa kushikilia hadi wafungwa 40,000, wote wanaohusiana na uhalifu hatari. Wengi walioko hapa wamehusika na mauaji makubwa, utekaji nyara, vitendo vya ukatili usio na kifani. Kwa baadhi yao, hii ni adhabu ya maisha yao yote. Hapa hakuna njia ya kurekebisha makosa yao, hakuna kujijenga upya, bali ni adhabu ya milele. Hakuna nafasi ya maridhiano kati yao na serikali. Sasa tuangalie muundo wa ulinzi wa jela hii. Jela hii ipo Tecoluca, kilomita 72 kutoka mji mkuu, katika eneo la mbali na watu. Ina modules 8. Kila moja imeundwa kama main fortress, na kila moduli ina seli 32. Kila seli inaweza kushikilia wafungwa 80 hadi 150. Wafungwa wana nafasi ya 0.5 meter square kila mmoja. Jela imezungukwa na ukuta wa mita 9, waya wenye umeme wa volti 15,000, minara 19 ya ulinzi, askari 6,000 wakiangalia perimeter tu, yani wakitazama sehemu ya ulinzi bila kupepesa macho. Na kila kona ina kamera 24/7, yani hapa hata kielelezo kidogo cha uhalifu hakitowezwa kuacha kutazamwa, lazima kionekane tu. Sasa embu tufahamu maisha ya wafungwa walioko ndani ya hilo gereza la ajabu sana na lenye ulinzi mkubwa sana duniani, ambapo haijawahi kutokea. Na kulingana na ripoti zinazotoka katika jela hiyo ni kwamba maisha ya wafungwa ndani ya jela, mara wafungwa tu wanapowekwa ndani, hawana uhuru wa kutembea tena, hawana mawasiliano na familia, hawana chakula chenye virutubisho vya kutosha, wanalala kwenye vitanda vya chuma bila mto au magodoro. Chakula ni mara 3 kwa siku, wali, maharage na pasta. Hakuna nyama na lishe ni duni. Na shughuli zao za kibinafsi, yani choo na kuoga nyuma ya vitanda,
bila faragha, yani unaoga na mwenzako akikuangalia, tena katika maeneo ya kulalia, yani karibu na malazi. Mara nyingi wafungwa hawa ni wachache kuliko miaka yao ya heshima, wengi wakiwa na hukumu za maisha yao milele, yani ni kama wamehukumiwa kifo tayari, lakini wanaachwa waishi huku wakiteswa mno. Na wengi wao huwa wanafunikwa na tatuu zinazoashiria mambo mbalimbali ambayo waliyafanya kama sehemu za uhalifu wao. Mfano, ukianza na tatuu ambayo inaitwa teardrop tattoo. Hii ni alama ya idadi ya maisha waliyoyapoteza kwa watu wa kawaida, yani raia kwa kiwango cha ajabu, waliouawa kwa mikono yao. Tattoo nyingine ni kama devil horns. Hii ni tattoo ikimaanisha kuwa utii kwa giza. Laugh now and cry later. Hii ni tattoo ikithibitisha mbele ya mateso kisha kulipa matokeo. Tattoo hizi zote ni alama za heshima kwa genge lao, lakini pia ni sehemu ya utambulisho wao. Kukutana na huyu mtu mtaani ni hatari sana, yani ni hatari ya kifo kwa raia wa kawaida. Licha ya kuwa na tofauti zao za magenge, mara tu wanapokamata, hata kama magenge hayo yalikuwa hayaelewani, wanawekwa selo moja wakipambana katika hali zao. Lakini pia bila kusahau kuna selo inayoitwa isolation cells. Hizi ni seli za watu ambao waliovunja sheria, wanapelekwa isolation cells, seli ndogo ya zege. Na katika selo hii hakuna mwanga wa kutosha, hakuna mawasiliano, hakuna saa. Hapa hata mtu aliyeogopwa mitaani anabaki peke yake na mawazo yake. Kila msalio, kila hatua, kila uamuzi wa awali unakumbukwa. Ukali huu unalenga kuvunja wale waliokuwa wakitawala wengine katika maeneo yao ya majumbani na kuhakikisha hawawezi kurudia tena uhalifu wa aina huo. Lakini pia huwa kuna hoja za haki za binadamu. Serikali inasema hatua hizi zilikuwa muhimu kuleta amani katika jamii yao, lakini makundi ya haki za binadamu yameripoti kuwa wengi wameshikwa bila kesi za haki. Kwa hiyo Human Rights Movement zinadai kuwa kuna mateso na ukiukwaji wa haki za binadamu katika wafungwa waliokamatwa. Baadhi walihukumiwa miaka mingi bila maoni ya jaji huru. Kwa wengine CSCOT ni suluhisho la usalama, kwa wengine ni mfano wa adhabu kali kupita mipaka. Kutokana na msako mkubwa wa serikali, kiwango cha mauaji kimepungua kwa kiasi kikubwa. Mitaa iliyokuwa ya hatari sasa imetulia. Raia wanaoishi bila hofu katika mji huo wa Salvador kwa mara ya kwanza, lakini swali linabaki, je, huu ni usalama wa haki au ni kutafuta tu amani ya muda? Kwa utaratibu, kila siku wafungwa hufungwa kila siku, huangaliwa kutoka katikati ya catwalk, hupewa masaa machache ya kuondoka kwenye seli chini ya ulinzi mkali, na ndani ya masaa haya yanatumiwa kama sala au masomo ya dini. Shughuli nyingine zote zinafanyika ndani ya seli. Hapa hakuna uhuru wa kutembea, hakuna mawasiliano, hakuna burudani. Hii ni monotoni ya mwisho wa maisha yao. El Salvador mara nyingi ilikuwa na kiwango cha juu cha uhalifu. Inasemekana kuwa kulingana na research au takwimu iliyofanywa, ndani ya mwaka mmoja watu 104 waliuawa ndani ya muda mchache mno. Hali ilisababisha hofu na mateso makubwa kwa wananchi wote wa eneo hilo, lakini baada ya hatua hizi kali, kiwango cha mauaji kimepungua hadi 2.4 ndani ya mwaka mmoja. Yani mauaji na kupotezwa kwa watu na magenge mbalimbali
yaliyokuwa yakijihusisha na uhalifu yamepungua tena kwa kasi ya ajabu kutokana na adhabu kali na kuanzishwa kwa gereza hili. Mpaka sasa nchi ya El Salvador ni nchi miongoni mwa nchi salama zaidi duniani. Raia wake kwa sasa wanaishi bila hofu, lakini maswali yanabaki: haki ya binadamu iko wapi? Je, ni adhabu au udhibiti wa jamii? Je, hizi hatua ni suluhisho la kudumu au la muda tu mchache? Ndugu yangu, tukimalizia na kusema, jela hii sio tu kizuizi cha uhalifu, ni ishara thabiti ya hatua ambazo serikali inaweza kuchukua kulinda raia wake, na pia onyo la kile ambacho kinatokea pale mfumo unapoachwa bila mipaka. Lakini historia ya CECOT pia inatuonyesha upande mwingine wa sarafu: changamoto za haki za binadamu, mateso na malumbano makubwa yanayoulizwa duniani kote. Kwa wengi, hii ni somo kubwa. Je, ni kiasi gani serikali inaweza kwenda ili kulinda wananchi wake? Na je, ni nani anayepaswa kulindwa na kwa njia gani? Na bila kusahau, je, usalama unaweza kuendana na haki, au usalama kwanza na haki baadaye? Asante. Ulikuwa nami mwandishi na mchambuzi wako Pasco Nomo. Tafadhali usisahau kusubscribe na kucomment na kuweka alama ya kulike ili kusaidia chaneli hii iweze kukua na kuwafikia wengi waweze kupata habari hizi na elimu hii ili kubadilisha jamii yetu kwa hali moja au nyingine.